kufifia na kufa, bali zinapaswa ziongezeke. Amen. Yaani kinga ya mwili badala ya kupungua na wewe kuonekana unaendelea kuisha, zinatakiwa ziongezeke na uendelee kuwa na nguvu. Yaani maisha yako yabadilike kutoka hatua kwenda hatua nyingine. Na hii inatokana na nini? Ni baada ya wewe kuacha vitu. Unapoacha tabia mbaya, unapoacha tabia za uchawi, unapoacha tabia za magonjwa, unapoacha tabia za matusi, unapoacha tabia za chuki, unapoacha tabia za maneno, unapoacha tabia za dharau, unapoacha tabia za kujikweza, unapoacha tabia za mabega, alafu unakuwa na unyenyekevu wa kuibeba neema, kwamba ninayo neema sasa, kuna Mungu sasa, kuna Mungu sasa kwenye maisha yangu. Kuna Mungu sasa kwenye maisha yangu ambaye anaweza kuleta maongezeko. Ameweza kunibadilisha. Amenitoa kwenye hali ambayo nilikuwa nayo. Sasa anakuzidisha kwenye mema. Haleluya. Amen. Ulikuwa sio mtu unayeweza kumtamkia mtu mazuri, anakuzidisha kuongea mazuri. Haleluya. Amen. Anakuzidisha kuongea mazuri. Anakuzidisha kuombea mtu ambaye ulikuwa huwezi kumwombea. Alikuwa anakukwaza kila wakati. Anakuzidisha wewe kutamka na kumuombea mtu kwa uzuri. Haleluya. Amen. Waliopungukiwa na neema mara nyingi, au ambao hawana neema ya Mungu. Kuna mama mmoja nilikutana naye, anasema, yaani mimi nikimwombea mtu akinifanyia vibaya, akinifanyia nikiumia, nikikwazika, nikimwombea mtu lazima avunjike mguu, lazima avunjike mkono, au afe kabisa. Maana maandiko yamesema usimwache mwanamke mchawi afanye nini? Una neema. Bwana asifiwe. Neema ya Mungu haiui. Neema ya Mungu inamponya mtu. Haleluya. Amen. Neema ya Mungu inaponya. Huwezi kuwa na kinywa cha kuua ukasema ni neema. Neema ya Mungu inaomba mema juu ya watu. Neema ya Mungu inawabariki watu. Neema ya Mungu inawapenda wazao wa watu wengine. Yaani unakuta unawaombea watoto wa watu wengine na kuwapenda. Hiyo ndio neema. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana maandiko yanasema usihukumu usije ukafanya nini? Ukahukumiwa. Haleluya. Na wakati mwingine usichukue mamlaka, kwa sababu hukumu ni ya Mungu. Mungu kazi yake